sio kwa mfano wa kina Ibrahim na wao wengine, kwa sababu lile agano lilikuwa lina udhaifu. Unaona mambo yaliendelea kutesa kizazi mbele ya kizazi. Yeye anasema achana na hiyo. Sio kwa agano la mfano hilo, nitafanya agano jipya. Ndio, endelea. Katika siku ile nilipowashika mkono Ndio, ili kuwatoa katika nchi ya Misri, yes, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Ndio, baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao. Nitatia sheria yangu ndani yao. Na katika mioyo yao nitaiandika. Na katika mioyo yao nitaiandika. Nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitakuwa Mungu wao. Nao watakuwa watu wangu. Nao watakuwa watu wangu. Mambo haya yalikuwa yanawezekana agano la kale. Sheria ya Mungu iandikwe kwenye mioyo ya mtu. Ilikuwa ni jambo ambalo haliwezekani. Ni kiumbe tu mpya ndani ya Kristo Yesu, mambo yanaweza kumtokea. Kinyume na hapo ilikuwa haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba Mungu awe ndani yako na wewe ndani yake ni mambo ambayo yamefanyika katika Yohana tunasoma. Ya kwamba mimi na baba yangu tutakuja kukaa kwake, ndio anasema vita kwa wao watakuwa wangu. Si ndio? Yalikuwa haiwezekani. Kwa Yeremia hapa alikuwa anatabiri mambo yatakuja kutokea wakati wetu. Ya kwamba achana na yale mambo ambayo mababu zetu wametesekea nayo, sisi tutakuwa tofauti. Nitafanya agano. Na kama unadhani hizi ni habari nimejitungia mimi, twende tukasoma Waebrania sura